Nikimuona mwanamke yoyote ambaye amepiga hatua iko kwenye levels ambazo ni za juu, mimi huwa nampa salute. Vitabu vingi sana vya human resources vinaandikwa kinadharia. Hii sio ya kila mtu. Mimi nimesoma HR, my first degree, my second degree, even my PhD is in HR. Wow. Katika mazingira kawaida, the HR space, especially kwa nchi yetu ya Tanzania, imekuwa ni career ambayo imechukuliwa poa. Ukiniuliza mimi, ambaye ni HR nilio practice kwa miaka zaidi ya 15 kwenye mashirika, makampuni mbalimbali. Tunachukuliwa poa kama HR, tunapewa majina, tunafanya kazi kwa mazoea, na inawezekana ni kwa sababu kuna vitu tunakosa au kuna vitu tulikosa, ndo tukajikuta tumefanya kazi kwa mazoea. Kwa kuangalia hicho kitu, ndio maana leo katika studio zetu za Lumina by Victoria tuna a very special episode, kwa sababu tuna a very special guest. Mgeni wetu wa leo atatupitisha katika misingi ya HR halisi wa Tanzania. Unatakiwa ufanye nini? Kwa sababu yeye pia ni HR, ni mtunzi, ni researcher, lakini ni PhD holder. Dr. Rhoda Bennett. Karibu sana katika studio zetu, na tunafurahi kukuhost, kuongea na wewe kwenye episode hii ambayo ni very special, kwa sababu Rhoda ni rafiki in HR, lakini she's also a personal friend, very personal friend. Kwa hiyo mtatusikia baadaye, tutakuwa tunacheka, itakuwa ni sawa tu. Lakini leo tutamkaribisha tukiwa tuna review vitabu viwili ambavyo ameandika Dr. Rhoda Bennett. Kimoja kinaitwa, cha kwanza kinaitwa The Business of People. Kitabu kizuri, kinahusu HR na uongozi. Lakini the second book kinaitwa Unfit to Read with a question mark. So karibu sana Dr. Rhoda. Asante sana Victoria, au kama nilivyozoea kumuita V, kwenye studio yako leo ya Lumina by Victoria. Actually, hii conversation ilikuwa ifanyike siku nyingi sana. Naweza nikasema is overdue. Yeah. Asante sana, na leo wasikilizaji, watazamaji, tutaongelea vitu vya msingi kama V alivyosema kuhusiana na misingi ya HR, lakini tutafocus kwenye vitabu hivi viwili ambao viko hapa mezani. Asante. Karibu sana. So, kwa kuanza, two books from a lady, HR lady, ni kitu ambacho ni very inspirational, ni kitu ambacho ni kitu cha mfano, kwa sababu ukiangalia Tanzania, katika nchi yetu kuna wanawake wanaongoza, kuna wanawake wanafanya mambo makubwa. Na mimi personally, when you ask me kuhusu mwanamke kiongozi, nikimuona mwanamke yoyote ambaye amepiga hatua iko kwenye levels ambazo ni za juu, mimi huwa nampa salute, kwa sababu wanawake tunapitia vitu vingi sana. Ukimwona mpaka mwanamke amepambana kwenye career yake, amepata level hata ya manager, hata supervisor, lazima tumpongeze, kwa sababu there's a lot that a woman go through which a man does not go through. Of course, wanaume msitupige mawe. Na nyie kuna vitu vyenu mnapitia, si hatupitii, lakini tukiangalia kwenye career, cycle ya career ya mtu, tukianza wote kazi leo, mimi na mtu mwingine wa kiume, kuna muda mimi nitaenda maternity leave. Nitakuwa nanyonyesha. Lakini kabla ya sijaenda kokote, kuna periods za kila mwezi. Unajua ni vitu ambavyo tuongelei, Kwa ndo maana mimi, for me, this is a very big achievement. Ndo maana nimefurahi sana kukuhost Dr. Rhoda. Kufanya kazi kwa miaka mingi katika space ya HR internationally, actually, not even hapa Tanzania, kwa sababu unajua umefanya kazi kwenye mashirika ya kimataifa, na umefanya kazi nchi mbalimbali. Na lakini kikubwa ni kwamba umeandika vitabu viwili. These are educational books. Sasa labda tuanze kujua historia kidogo, like what inspired you? Ulijikuta umefikiria nini, umeona nini mpaka ukaamua uanze na hichi kitabu cha The Business of People? What inspired? What is the story behind this book? Asante sana. Hilo ni swali zuri sana, na nimefurahi umeniuliza hilo swali. Nina motivation kama 3 au 4 ambazo nitazielezea kwa kifupi kutokana na muda wetu ambao tunao leo. Ya kwanza kabisa, mimi nimesoma HR, my first degree, my second degree, even my PhD is in HR. Wow, that's wonderful. Kitu ambacho nilikuwa kidogo nakiona kama gap
kuna articles nyingi zimeandikwa na watu ambao wamesoma HR au wamepublish article. Vitabu vingi sana vya human resources vinaandikwa kinadharia lakini sio kivitendo. Viko so theoretical. Na mimi nimekuwa nikipokea interns wengi kwenye nchi mbalimbali ambazo nimefanya kazi, na interns wengi wanavyokuja makazini wanasema hichi sio tulichosoma, mbona tulichokikuta hapa ni tofauti na kile ambacho tumejifunza. Kwa hiyo nikaona niandike hichi kitabu ambacho kiko very very practical. Kwa mtu ambaye hajakisoma unakosa uhondo, unatakiwa usome hichi kitabu. Lakini cha tatu, kama alivyoanza kusema career ya HR inachukuliwa poa sana. Kuna maneno kama HR kila mtu anaweza akafanya, huyu tu alikuwa hivi amewekwa yuko HR, na kuna sababu nyingi za watu kusema hivyo. Sometimes ni kwa sababu labda mtu aliyowekwa ni kweli hana background ya HR, lakini mwingine hajawa developed, Kwa hiyo nimeandika hichi kitabu kuondoa hiyo dhana. Jamani, HR sio poa. HR inatakiwa iwe strategic. Kwa hiyo nimeandika hapa kwenye hichi kitabu kuonyesha kwamba HR professional ni muhimu sana. Bila watu it's a serious business. Na ndio maana nikasema the business of people. Yeah. Kwa hiyo hizo ni motivation chache, nina nyingi lakini ngoja tuishie hapa. Asante. So this is about the business of people. Na I think point kubwa ni kuchukulia kwamba, kuisikia kwamba hii career ama hii field ya HR is a serious business. Ndio maana this is the business of people. Hivyo imagine kwenye eneo lako la kazi, hata kama una duka tu, duka la mangi, duka la muha, au miwaha ni watani zangu, kwa hiyo na wamudu. Dukani kwako you have people, hata kama ni mtu mmoja anakusaidia kufanya usafi. Huyo mtu ni muhimu. Ndio maana that is where HR comes. Human resources, right? Ama human capital. So ndio maana hii ni biashara, serious business. Na nadhani kwenye episode hii leo tutapunguza ama tutaondoa zile notions za watu wanaosema kwamba hii kazi kila mtu anaweza kufanya. Hii sio kila mtu. And it's strategic. It should be strategic. Okay, so hii ni business. Sasa tuongee kuhusu Unfit to Lead. Yeah. So what is the story behind this one? Okay. So Unfit to Lead, actually I would say hivi vitabu viwili vinaongea pamoja. Lakini Unfit to Lead imezaliwa kutokana na research ambayo nimeifanya for over 5 years ya competence frameworks and criteria for leaders. Okay? And my research ilikuwa ina base in Africa. Okay? Kwa hiyo ndio maana nikawa nimekiweka. Na katika research yangu kitu kikubwa ambacho nimekigundua ni misalignment. Tuambie zaidi kuhusu misalignment. Kuhusiana na watu ambao tunawaajiri, organization ambazo wanakwenda, na either donors kwenye international development or investors kwenye profit organization. Kwa hiyo unakuta unahaya mtu vizuri, unatumia all the methods, assessment, nini, unamhaya good leader. Lakini anakuja kwenye organization ambayo system zake ni mbovu. Au sangine hakuna kabisa system. Kwa hiyo yule mtu ana fail ku lead. Na mara nyingi unakuta watu wanalaumu. Umemwona yule kawekwa pale, haijapita hata miezi 6, ameshatolewa kwa sababu ameshindwa. Lakini wanashindwa kuangalia kwa nini alishindwa, ambavyo alishindwa. Na mara nyingi sana ni system, ni miundo, ni mifumo ambayo iko katika ile organization. Unaona? Lakini vile vile donors or investors hatujui kwa nini donors anataka kwa mfano ku open business Tanzania, au kwa nini donors ameleta funds kwenye hii project ya malaria kwa mfano. Unaona? Kwa hiyo tuna haya mtu ana all capability lakini tunashindwa kumweka kwenye system ambazo zitamsupport ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo nimeandika, na vitabu vyote hivi viwili nimeandika kama storytelling. Kwa hiyo nimeandika mifano halisi ambayo mimi mwenyewe nimekutana nayo au nimeobserve, na ni rahisi sana kuvisoma hivi vitabu kwa sababu ni kama hadithi fulani lakini yenye mafunzo. Yeah, hapo uliposema kwenye hadithi, mimi wakati nasoma vitabu cha kwanza nilivyokisoma, ni kitu ambacho kilikuwa kinaongea na mimi. Kwa hiyo personally I enjoyed reading the book, the first one and the second one, kwa sababu
unajua kuna raha ya kusoma hadithi na raha ya na tofauti ya kusoma kitabu ambacho ni tuseme ni hard news ama vitu vigumu. Kwa hii vitabu vya Dr. Rhoda ulivyoviandika mimi nimevipenda kwa sababu umeweka vitu vigumu kwa kutumia mfumo mzuri au mrahisi wa hadithi. Kwa hiyo ukisoma hadithi unavutiwa na ile hadithi, lakini unajifunza. Mafunzo yaliyoko ni mengi. Yeah, kwa hiyo vitabu ni vya Kiingereza. Tuna kopi za Kiswahili, tuna English. Bado hatuna kopi za Kiswahili, lakini nimepata maoni mengi kutoka kwa watu wanapenda Kiswahili. Okay. Vitabu vyangu nimevigawa pia kwenye universities nyingi za hapa Tanzania. Nimepata feedback nzuri, lakini mojawapo pia kama anaweza kufanya vivyo vya Kiswahili. Kwa hiyo nalifanyia kazi. So, Dr. Rhoda, kwenye vitabu vyote viwili, The Business of People and Unfit to Lead, umeongelea kuhusu leadership. Ndio. And then umeongelea kuhusu jinsi gani viongozi wengi they focus on the targets, the KPIs, the procedures, the policies za kampuni ama organization. Na kwa namna fulani umeongelea jinsi ambavyo wanashindwa, nadhani umeongelea pia misalignment. Wanashindwa kuconnect kwamba huyu anayedeal naye ni mtu ambaye ili hivyo vitu vyote vitimie, procedures zifuatwe na policies na KPIs zifikiwe na targets. That person should be understood. So unaweza kutuelezea zaidi, what does the book say about what leadership is not, at least from the practical experience that you have lived, ambayo umeziweka kwenye vitabu vyako? Asante sana, unaonekana kweli umevisoma hivi vitabu hasa. Ni kweli nimeongelea sana hilo kwa sababu viongozi wengi they focus more on policy, targets, KPI. People, they need to follow instructions. And I'm not saying kwamba ni vibaya. Hapana. Lazima kuwe kuna policy, lazima kuwe kuna job description. Lakini viongozi wakifocus sana kwenye hiyo, hivyo vitu ambavyo nimevitaja, inakuwa ni vigumu sana kuwafahamu watu. Unaona? Kuwafahamu watu wao wanaofanya nao kazi. Kwa hiyo ile human interaction na understanding ni muhimu sana. Kwa sababu hao watu ambao wana follow compliance, job description to the dot. Hao watu wanaweza wakafanya na wakareach hiyo target, lakini still the same people they might feel undervalued. They might feel unseen. Yeah, they might feel not recognized. Na hiyo italeta low motivation, low morale, na watakuwa na uoga. Na ukifanya kazi na watu wenye uoga, wanafanya tu kwa sababu wanataka kukufurahisha wewe, lakini hawafanyi to the maximum. Wanafanya kwenye the bare minimum. Unaona? Kwa hiyo nimeisisitiza sana kwenye vitabu vyangu hivi viwili kwamba viongozi inabidi muwaelewe watu. Chukua muda wako kuongea na mtu. Unaona? Badala tu ya kuanza kikao, unaanza tu immediately, muulize vipi nyumbani, hawajambo, do you need anything from me? Go beyond that kuelewa. Na not only habari gani, kama sio Waswahili tunavyopenda kwamba tunasalimiana sana, lakini vile vile unaweza ukamuuliza kwamba hii project niliyokupa unaionaje, muda unatosha, kuna support unahitaji, kitu gani ambacho umekutana nacho cha changamoto. Sio tu unamuuliza mtu deadline ni leo, kwa nini umechelewa kuleta? Kwa nini kazi haijaisha? Kwa hiyo nimesisitiza sana, na kama ulivyosema umevisoma hivi vitabu, nimeongea kwa mifano. Kwa hiyo nimetolea kabisa mifano na nimemention either it's East Africa, West Africa au Southern Africa, kuona culture ya hiyo nchi na viongozi. Lakini viongozi wengi nilichogundua katika Afrika tunafanana sana. Tunafanana. Kwa hiyo tofauti ni ndogo. Kama ni makosa ya Tanzania unayakuta pia sehemu zingine. Unakuta pia sehemu nyingine ya. Kwa hiyo ndio maana niliandika hivyo. Okay, asante. Kwa hiyo na mimi wakati nasoma nikakumbuka my last employer. Ndio. Nikiwa kama HR manager. I think niliwahi kusema kwamba hiyo ndo kazi yangu ambayo nilienjoy kuliko zote. Kwa sababu hata juzi kuna podcast nilifanya nikaulizwa did you enjoy, kwa sababu nini sasa mimi I help people to be happy, to attain happiness at work. Exactly. Sasa host akaniuliza wewe mwenyewe wakati unafanya kazi ulikuwa happy? Nikamwambia yeah, I was happy. Na nikakumbuka my last employment. Yani the way ulivyoelezea, na hata wakati unaongea sasa hivi kwamba unakutana na mtu kazini asubuhi, wewe as a leader, as a manager, una focus tu kumwambia
vipi kazi yangu ushanitumia? Ndio maongezi yetu. Lakini mimi in my last engagement nilipata ile nafasi ya kuongea na watu na kuwajua watu in details. Mimi nilikuwa najua majina ya watoto wa wafanyakazi wenzangu. Very good. Majina ya watoto wao. Kwa sababu naweza nisikuite Roda nikakuta mama fulani, mama Sandra. Umeona? I was that deep. And it made a difference. Sana. It makes a difference. Na ndio vitu ambavyo umesisitiza kwenye hivi vitabu kwamba when you know a person, mimi nikiwa namjua mtu najua mpaka watoto wake na majina yao. Hata kama sijaonana nao lakini najua amepata mtoto wake anaitwa fulani. Siku akija kazini amebadilika, hata unamuona ana shida. It's very easy for you to notice. Ni kweli kabisa. Kwa kiongozi, si ndio? Ni kweli kabisa. Na ukisha notice as a leader, I think ni muhimu kumsaidia. Are you okay? Do you need any help? Do you need a day off? Do you need a day off? You know. So I think the point kubwa kwenye leadership, like what is not, kitu ambacho leaders wengi wanakosea. Wanafocus sana kwenye kazi na policy. Mwingine tena anakuambia bluntly kwamba wewe umekuja kufanya kazi hapa. Au mambo ya nyumbani kwako, acha nyumbani kwako. I think tumesikia sana hiyo kwamba ukifika tu ofisini switch off whatever you had. Matatizo yako mlangoni, ingia. Lakini hiyo sio kweli. Hiyo ni theory. Practically huwezi kuacha matatizo yako mlangoni. Kama una matatizo yako, lazima utaingia nayo ndani. Kwa hiyo kwa viongozi ni muhimu sana kuwa na mazungumzo na watu wenu na kuongea nao na kujua kama ulivyosema, ukijua matatizo yao, actually unaweza hata ukamwambia leo nenda nyumbani. Kesho akija atakuja na commitment na nguvu, kwa sababu tayari recognize na umemjali na umeona fears zake. Kwa hiyo umeelezea vizuri. Katika kitabu cha The Business of People, mimi kuna vitu nimevipenda. Na ni one of the things ambazo mimi I read books and I read again. Kwa kuna sehemu ambayo mimi wanairudia na napenda kuisoma tena. Lakini kwa sababu leo uko hapa mwenye kitabu chake, utuambie kuna the manager 6 structure, the steps. Alafu kuna kiss, kick, kiss again. Yeah, those parts mimi personally nikisoma, of course kabla hujasoma unaweza kusema what is this? You wanna know. Kwa sababu mimi nimeshasoma, nataka na mtazamaji ajue. Hizi the 6 step structure za manager ni zipi? Lakini pia uende kwenye kiss, kick, kiss again. Asante sana Vicky. Na nimepata feedback nyingi sana actually kwenye on that part, kick and kiss again. Unaona, watu walifikiri labda nimeenda kwenye mambo yetu mengine ambayo watu wanayapenda, lakini hapana. Na leo nitaelezea. So kwenye Business of People niliamua ku-create hizi 6 steps for managers kwa sababu nimeona mara nyingi sana managers wana struggle sana wakati wa kuongea na watu wao. Hawana simple structure. Kama nilivyosema, vitabu vyangu they are really practical na sio theory. Kwa hiyo wanasoma theory, wanarudi huku, wanakuwa wanashindwa, wanakuwa majinsi ya kuapply. Kwa hiyo nikaamua ku-create hii manager 6 step structure. Na leo kwenye kipindi hiki nitawaambia. So hizi 6 step structure, ya kwanza ni where are we going? Yes. So manager unatakiwa, wewe una vision yako, si ndio? Lakini lazima umshirikishe, either ni team of people ambao unawaongoza au ni mmoja. Lazima umshirikishe. Kwa hiyo ya kwanza step ni where are we going? Tunaenda wapi? Toka hapa. And then ya pili ni where are you going? Hapo unamuuliza sasa yeye mwenyewe. Yani wewe manager unamuuliza wewe unataka kwenda wapi? Kwa sababu usimforce tu. Policy yetu ndio inasema hivi, in 2 years ndio utakuwa promoted, in 3 years, lakini yeye anataka nini? Unaona? Kwa hiyo where are you going? Unaona? That is interesting. Very interesting. Ukisoma hichi kitabu nimeelezea in deep na how to interact. Unaona, na kuongea vizuri na mtu wako. Hiyo ni step ya pili. Step ya tatu, what is going well?
Lazima na sio lazima, lakini ni structure ambayo manager ukifuata unapata matokeo. Unamuuliza mtu wako what is going well. Ni vizuri kujua ni kitu gani kinaenda vizuri. Alafu ya 4, where can we improve? The word we very important. Kuna inclusivity. Kwa hiyo usimuache kwamba yeye yuko peke yake. Where can you improve? No, where can we improve? Na wewe mwenyewe manager una vitu ambavyo unaweza ukaimprove. Kwa hiyo ni ya 4. Lakini ya 5, how can I help you? Wow. Mara nyingi sana tunawaacha watu wetu. Mimi watu ambao nafanya nao kazi au niliofanya nao kazi nadhani wameizoea sana hii phrase. Okay. How can I help you? You offer a hand to help. Na kuhelp you sio lazima iwe kazi kama tulivyosema kwamba ukimuelewa mtu wako, leo anaumwa, leo hana energy, au leo anajikuta kwamba ana kazi nyingine nyingi, how can I help you inamsaidia sana yule mtu kujua kwamba hata bosi wangu anaweza akanisaidia na nikaweza kuachieve ambacho nataka kuachieve. Yeah. Lakini ya 6 na yenyewe ni very powerful. How can you help me? Viongozi wengi huwa wanajiona kwamba wao kwa sababu ni viongozi wanajua kila kitu, lakini hilo sio kweli. That is interesting. Watu ukiwauliza how can you help me, actually wanaweza wakaja na idea nzuri zaidi ambazo hata wewe hujawahi kuzifikiria. Kwa hiyo hizi 6 steps ambazo na haya maswali ni very important kwa viongozi, na nimezielezea zaidi kwenye kitabu cha The Business of People. Yeah. Kwa hiyo hizo ndo 6 steps. Nisiwaharibie uhondo, naomba msome kitabu. Yeah. Lakini kabla tujaenda kwenye kiss, kick and kiss again, hapo kwenye 6 steps kwanza hapo. Nimependa sana ulivyoelezea kwa sababu mimi nilivyosoma na unavyonielezea now I get even more. Ndio. Kwa ndo maana I encourage people to read the book. Kwenye step number ambayo inaongelea how can I help you? Yeah, nadhani ni ya mwisho ya 5. Ambayo manager anaulizwa how can you help me? No, ya 6 ya mwisho, how can you help me as a leader? Sasa hapo a leader, so I think this is a call to all leaders kwa sababu ukishapewa kijiti cha kuongoza mara nyingi tunajiona kwamba wewe ndo umeimaliza dunia, like you know everything. But the reality is you also need help. You are also a human sana. Na I think the other thing about tumai kuongelea ni kwamba kila bosi ana bosi wake. Ni kweli. Ikifikia point your subordinate anakuoffer, anakuuliza how can I help you, wewe kama bosi wake. Yani manager ambaye amesoma hivi vitabu akaianza kuiishi misingi ya uongozi, kwake hiyo itakuwa ni kitu kikubwa sana. Ila manager ambaye bado ana ile arrogance kwa mimi ndo bosi, ataona kama wewe utanisaidia nini wewe. Ndio. Lakini kumbuka yule employee, ndio maana hii inaitwa the business of people. Mfanyakazi ndo anayemfanya manager aonekane kwenye ile kazi yake. Ndio. If you are a leader, you don't lead if you don't have people. Ama you cannot lead, your leadership haitakuwa relevant kama watu wako wa chini unaowaongoza hawaja kusaidia wewe kuachieve, kwa sababu wale ndio wanakusaidia wewe kuachieve lengo lako. Ni kweli kabisa. Sasa mimi nimependa to the fact kwamba hii katika hii step inampa employee wa kawaida nafasi ya kumuuliza pia bosi wako how can I help you? Kwa sababu unakuta bosi mwingine kakaliwa kooni na bosi wake. Ndio. Lakini kitu kilichofanya akaliwe kooni, yeye kama yeye bosi hawezi kukifanya. Anamtegemea mtu wake wa chini. Ndio. Ndio. Na mtu wake wa chini kama hajaelewa the pressure bosi anaopitia, anaweza asifanye tu hiyo kazi au kadelay. Kwa mimi I really loved the 6 steps, the structure, how you put them. They are real practical. They are really practical. Really practical. They are really practical. Na kitu kimoja naomba niongezee kabla sijaenda kwenye hii kiss and kiss. Hiyo maana ndio kipengele ambacho tunakisubiri wote kwa hamu. Sawa. Viongozi wengi pia nilichojifunza katika experience yangu, lakini pia katika research yangu, wanaogopa kufanya kazi na smart people more than them. Okay. Leo nataka kusema anaogopa huyu kwa sababu ni smart atachukua cheo changu. Lakini kama ukawa na hii 6 structure na una watu smart,
V nadhani umesema pia utashine, utaonekana, na kuwaonyesha kwamba sio kwamba unaogopa watachukua cheo chako, lakini watakusaidia. How can you help me? Unaona? Kwa hiyo nilikuwa nataka niongelee. Asante. Sasa twende kwenye kipengele chetu. Nadhani wote mnakisubiri. Hivi Dr. Rhoda alikuwa anaongelea nini? Akati anasema kiss, kick, kiss again. Mimi sitaki kuamalizia uhondo yeye mwenyewe kwa sababu yuko hapa. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Ni nini? Yeah, so kiss, kick and kiss again. Actually kipo kwenye watu wengi wamekiandika, lakini kimezoeleka kuitwa sandwich au sandwich. Modo. Okay. Yeah, lakini kiss, kick and kiss again nimejaribu sana kwenye kitabu changu cha Business of People kuongelea jinsi ya kutoa mrejesho kwa feedback. Okay. Na mara nyingi viongozi wengi wamezoea sana wakitoa feedback, anatoa feedback zile mbaya tu. Negative feedback. Au hata kama akitoa nzuri, nadhani hii umeshaisikia sana, anaanza na feedback nzuri very short, alafu anasema however, but lakini ile inaua kila kitu. Hata kama unataka kusema kwamba ni kizuri. Unaona? Kwa hiyo kwenye hii nimetoa guidance. Unaanza na kizuri. Unaona? Ambayo ni kiss. Ambayo ndo kiss. Okay. Unaona? Yeah, a kiss is alafu good, it right? should be long. Of course it depends na kitu gani, lakini isiwe just short. Unatoa mrejesho hapo watazamaji wanaweza kaanza kukumbuka kisi zao, French kiss hizo mtaweka wenyewe. Yeah. Kwa hiyo unamwambia, so kwa mfano naweza nikakwambia, unaona, nilipenda sana kwenye ile project ya job evaluation kwa mfano, ulivyo collect data, ulivyozipangilia vizuri, ulivyo present data zako. Hata kwenye presentation Vicky nadhani ulifanya vizuri sana. Usitumie neno but or however unapo move kwenye kick. Okay. Unaona, unaweza kwa sababu kick ndio ile unampa sasa, kama kuna sema alienda tofauti unamcorrect. That's how you kick. That's how you kick. Lakini pia hiyo ndio iko katikati. Ndio maana iko katikati. Lakini hiyo kick pia nimeandika jinsi ya kuitumia kick. Sio lazima ukifika kwenye kick ndio iwe ndefu, kwa sababu unataka unabadilisha mpaka sura, unakunja. Tunasemaje siku hizi, unataka kumgaragaza, kumbagaza. Unambagaza. Unaona, unataka kumbagaza. Unaona, unaweza ukasema umefanya vizuri, na unasema specific ni vizuri ukitoa kiss iwe na evidence. Unaona, na ukitoa kick pia inatakiwa iwe na evidence. Okay. Unaona. Kwa hiyo kwa mfano katika hiyo job evaluation mfano ambao nimetoa, umekusanya data vizuri, umezianalyze vizuri, hata umezipresent vizuri. Unaona? Then unaweza kusema kitu kama report pia ilikuwa ni nzuri sana. Wakati tunafanya presentation kuna maswali kama 2-3 watu waliuliza. Unaona? Swali moja, ili swali naona itabidi tukae chini tulijadili wote. Hapo ndo na kick up. Hapo ndio una kick bila kusema but, however, ila ingawa, lakini jitahidi sana hayo maneno kutokuyaweka. Very important. Unaona? Kwa hiyo ndio kick. Na yenyewe lazima uwe na evidence. Nimegundua au nimeona viongozi wengi sana wanapotoa kick hawana evidence. Wanaongea tu, wanatumia hisia saa nyingine. Hisia, wewe unachelewaga sana kazini. Wewe ukienda breaki haurudi mapema. Wewe kwenye mikutano unachelewa. Sema mikutano gani unachelewa? Kwa mfano mkutano moja mbili ulichelewa. Alafu usimwambie tu wakati wa kick, usimwambie tu kwamba unapenda kuchelewa kazini au unapenda kuchelewa mkutano au mkutano upi. Mueleze the picture. The impact ya yeye kuchelewa. Nini kilitokea, nini kilikosekana. Mpeleke kwenye the picture, even how uchelewaji wake impact the organization and the team. Wow. And the team. I think that is powerful. And then unarudi tena kwenye kiss again. Unaona? Na kwenye kiss pia hivyo hivyo, usianze kutumia tena but, however, ingawa, lakini, hapana. Nenda straight kwenye kiss. Unaona? Kwa hiyo unaweza ukasema kwenye mfano wetu wa job evaluation, kwenye maswali 3 yaliyoulizwa, unaona,
maswali mawili ulioyajibu ambayo yalinikosha roho ni maswali haya na haya na haya. Na kutokana na hivyo nina suggest ni kuinclude uende labda kwenye meeting fulani au kwenye training fulani au nini, ile pia unaiendeleza vizuri. Kwa hiyo mtu anatoka pale anaona kabisa, anajua makosa yake. Kama ni smart, anajua kabisa pale bosi alikuwa anataka kuniambia hivi, bila kutoka anataka kulia. Nimeona watu wengi sana wakija HR, nadhani na Vicky na wewe umeona, wanalia machozi kabisa, watu wazima, ni watu wazima, kwa sababu tu bosi wake ametumia maneno ambayo hayafai. Yani amesahau, amefanya mazuri 10, kafanya moja tu, linafuta kila kitu, yote imefuta kila kitu. Huo msemo nadhani wote tuna ufahamu. Kwa hiyo hii ndio haswa concept yangu ya kiss, kick and kiss again, na iko kwenye The Business of People. Nimeielezea kwa uhondo zaidi, kwa hiyo usikose asiache kusoma hichi kitabu, kwa sababu mimi mwenyewe kusoma na kusikiliza the story ambazo wanatoa Dr. Roda zinakufanya, nadhani zinafanya hata wewe utake kusoma hichi kitabu. Na kama you are a leader ama unajiandaa, unajitengeneza kuwa kiongozi, kwa sababu kila mtu kwenye maisha anatakuwa aongoze. Sidhani kama kuna mtu ambaye yuko anataka kila siku anaongozwa. Kama leo unaongozwa, kesho nawe jipambanie. I think kwa sababu ndo program zetu za Alumni na by Victoria tunawasaidia watu kupata promotions. Elevate yourself. Because as your leader, you're leading now, or you are getting ready to lead, feedback ni kitu kikubwa sana. Na ulivyoelezea kwa kweli, inaweza ikamuua kabisa mtu morali yake ya kazi, ama ikamuelevate to the extent ambayo akapiga kazi mwenyewe mpaka ukashangaa, kwa sababu ya feedback moja tu. Ni kweli kabisa. Kwa kama ukifuata hii framework ya kiss, kick and kiss again, unakuwa umemaliza. Ni kweli. Na kwa kuongezea, watu wengi sana wana treat performance management review kama tick the box. Au kujaza tu form kwamba imeshafika ndio ule muda mwisho wa mwaka, na hilo ni kosa kubwa sana viongozi wanafanya. Kwenye vitabu vyangu vyote viwili nimetoa mifano ambavyo kwa kutreat tick the box imeharibu watu wengi kisaikolojia, lakini vile vile watu wameacha kazi, watu wameshuka moral, kwa hiyo performance ikawa mbaya na nini. Kwa hiyo instead of kutreat performance review kama kitu cha mwaka tu mmoja, yani kwa huo mwaka ndio unafanya, ni vizuri ukawa unafanya hii kiss, kick and kiss again more frequently, mara nyingi zaidi, hata inapofika ule muda ambao ndio organization imepanga, tayari ule mtu anajua kwamba kuna area zangu na ibidi nizimprove ni hizi, na leo naenda kuziongelea kwa bila hofu. Hapa wakati Dr. unaongea kuhusu performance, nikakumbuka kwamba mimi pia kwa uzoefu wangu kwenye HR, mara nyingi sana watu wakiingia kwenye vile vikao vya performance management, performance appraisal specifically, inakuwa kama ni vikao vya kuviziana. Manager anaingia na score yake. Kwa mfano wengi waga na score 1 to 5, 1 being the lowest, 5 being the highest. Wengi wanaingia kwenye kikao cha performance appraisal, manager anamuona mtu wake yuko 2, yuko kwenye 2, alafu mtu yeye anajua yuko kwenye 5 au 4. Alafu akifika pale, kwa sababu lazima kuna ile personal appraisal, unajiappraise mwenyewe as a person, mara nyingi kwenye system nyingi, alafu manager naye anakupa yako self assessment. Wewe unajiwekea 5, alafu manager anakuambia wewe 5? Yani wewe 5? When? How? Sasa hiyo nadhani ndio hiyo misalignment, kwamba manager anafanya yake kwenye organization, watu wake pia wanafanya yao. Kwa hiyo hawaongeagi, wanakutana tu kwenye hicho kikao hiyo siku, kwa sababu ni lazima wakutane ili HR aone kwamba walifanya hiyo appraisal. Na ina maana hapo hajafanya zile 6 step. Hawajafanya. Kwa hiyo ndio maana hichi kitabu is a must read for any leader. Kwa hiyo wewe ni kiongozi, ukisoma hichi kitabu hata maisha yako yatabadilika. Unajua ukiwa na watu ambao unawaongoza wana perform, hata ukirudi nyumbani unakuwa huna stress. Utabakiza za nyumbani. Ni kweli. Ila za kazini. So asante sana for the 6 steps na the kiss, kick and kiss again. So kama tulivyoongea mwanzo, The Business of People na Unfit to Lead ni vitabu vya uongozi, viongozi, leaders. So kiongozi mzuri ni yule ambaye anatatua matatizo. Kweli. Si ndio? Ni kweli. Kiongozi kama huwezi kutatua matatizo, manake
tunakuwa na mashaka na uongozi wako. So katika vitabu vyako vyote viwili kiongozi anafanya makosa gani? Kwa sababu vitabu vimebase kwenye story ambazo ni halisi za Kitanzania na Kiafrika. Ni makosa gani ambayo uliyaona mpaka ukaamua kuyaweka kwenye vitabu kama mifano ya viongozi ambapo wakiwa wana deal na matatizo mbalimbali kwenye maeneo ya kazi? Asante, hilo ni swali zuri sana. Viongozi wanafanya makosa mengi, lakini kosa kubwa sana katika kutatua matatizo huwa wanakimbia tatizo. Okay. Wakifikiria kwamba wakikimbia tatizo basi lile tatizo litadisappear. Linajitatua lenyewe, linaondoka. Na ndio maana utaona mara nyingi sana kiongozi ambaye hataki au anakimbia tatizo, unaona ile nimemhamisha kaenda idara nyingine, kaondoka kaenda idara nyingine. Hizo nazijua hizo. Au anakuja HR mbio, mimi simtaki huyu mtu, niambie jinsi ya kumterminate. Sasa ukikutana na HR kama sisi, hatuterminate watu ovyo. We don't take orders. No, we don't take orders. We follow the policies, the law and the procedures. Lakini vile kama tulivyoongea na humans. Yeah, we are human. Tutaongea on both. Kwa hiyo kwenye vitabu vyangu hivi viwili vyote nimeelezea na nimetoa guidance kwamba tatizo halikimbiwi. Tatizo linatatuliwa. That is powerful. Unaona? Kwa hiyo kiongozi mahiri anatatua tatizo. Hakimbii tatizo. Anasikiliza, anakuja na solution, anakuja na alternatives, anakuja HR kuomba ushauri, kuna tatizo hili limetokea, kuna hawa watu wawili hawapatani lakini wako idara moja, natakiwa kufanyaje? Au kuna watu wawili wana mahusiano ya kimapenzi. Hatuwakatazi kupendana, lakini mapenzi yao yanaharibu, yana affect kazi. Hilo pia ni tatizo, sio? Na nimeongelea pia issue za sexual harassment at workplace na vitu kama hivyo. Kwa hiyo viongozi wengi wanakimbia matatizo, na kwa kweli inasikitisha, kwa sababu kiongozi mahiri utakiwi kukimbia tatizo. Unatakiwa ulitatue. Kwa hiyo katika vitabu hivi viwili tutapata pia hatua ambazo zinamsaidia kiongozi kuweza kutatua matatizo. Ni kweli kabisa. Vitabu hivi viwili vyote kuna steps pia, ukitaka kutatua tatizo kama kiongozi unatakiwa ufanye vipi. Okay, asante. Kwenye kitabu au kwenye vitabu vyote viwili Dr. Rhoda pia umeongelea kuhusu issue ya kuselect, kuhaya tuseme kwa ujumla. Organizations nyingi wakati zina haya au wakati tunaajiri, HR wanajua, tunajua si HR. Tukiwa tunaajiri mara nyingi watu wanaangalia GPA, vyeti, cheti chake na GPA ngapi, alipata 1 sio ya ngapi. Lakini kwenye kitabu au kwenye vitabu umeinsist kuhusu competency. Labda utuelezee zaidi kwa nini unaamini kwamba competency inatakiwa ipewe uzito zaidi kuliko kuangalia to the certificates and the paper, kwa sababu mtu ana vyeti vizuri sana, akifika kazini hali inakuaje? Labda utuelezee kidogo. Asante sana Vicky, hilo ni swali zuri sana. Na wewe pia ukiwa mmoja wa marafiki zangu wengi sana wananijua, niko sijui niseme bias kwenye selection ya watu katika organization, katika kila kitu, kwa sababu ukikosea kwenye kuselect, kumtoa mtu kazini ni kazi, na wewe unafahamu. Kuhaya ni rahisi, kuhaya ni rahisi. Kufaya sio mchezo. Kwa hiyo huwa nina msisitizo wangu mkubwa sana. Hata research yangu niliyofanya actually ni competence criteria for selecting senior leaders. Hiyo ndio ilikuwa nani yangu. Na sisemi kwamba technical competence, vyeti, GPA kubwa kwamba ni mbaya. Hapana. Kuna fani ambazo lazima, kwa mfano medical doctors, lazima uwe na cheti cha medical doctor. Ni kweli. Engineer, lazima uwe na cheti cha engineer. Kwa usisemi kwamba ni mbaya, lakini kumekuwa na overemphasize, na sio tu Tanzania, hata nchi nyingine za Afrika ambazo nimefanya kazi, wanaangalia sana vyeti. Huyu ana masters, huyu ana PhD, ndio anapewa position, anapewa nafasi katika ile katika ile organization. Lakini nimetoa mifano mingi sana kwenye The Business of People na hata kwenye Unfit to Lead
kwamba kuna mtu alikuwa hired kwenye very senior level, lakini yule mtu alivyofika pale, yes ana PhD ana kila kitu, alivuruga ile timu. Lack of teamwork, collaboration, anaongea na watu vibaya. Within 6 months turnover ilikuwa kubwa sana. Watu waliacha kazi. Watu waliacha kazi kwa sababu yeye alikuja na position kubwa, wakashindwa kuendelea kufanya naye kazi. Na kama unavyojua HR huwa tunaongea na watu wanaoondoka, tunaita exit interview. Yes. Na watu karibu wote 95% walisema wanaondoka kwa sababu ya ule mtu. Lakini wakati tuna haya tuliangalia certificate na navyo vya kutosha. Kwa hiyo nimesisitiza sana competences katika kuhaya, vitu kama effective communication, teamwork, unaona kushirikiana na wenzako, unaona kwa mfano the way unavyo solve problem, unatatua vipi matatizo yako, unawasikiliza vipi watu. Hivyo vitu ni muhimu sana kuwekwa wakati unataka kumwajiri mtu. Sawa, tusiangalie tu vyeti yes tuangalie, lakini pia hizo competences. Na ndio maana haswa kama utaona posti zangu, mimi ni certified competence framework designer, ambayo ninaenda kucollect data, nina analyze na ninawapa how to implement competence framework katika organization yako. Kwa hiyo ndio maana nimeinsist sana katika vitabu vyangu kwamba competences ni muhimu. Unaweza ukawa na cheti lakini usiwe na ushirikiano na wenzako, au ukawa na poor communication ambayo ikasababisha vitu vingine. Yeah, na hiyo imenikumbusha Dr. Rhoda, imenikumbusha nadhani ni kauli ambayo ni very common. Watu wanasema kwamba people leave people. Yes. People leave people kwenye workplace. Ndio. Mara nyingi sana mtu akiondoka kazini ni kwa sababu ya mtu, sio kwa sababu ya vitu. Ndio. Mara nyingi. Huyo mtu ni nani? Nadhani ndo hawa managers. Ndio hawa managers. Actually people leave bad managers. Bad managers. Yes, yeah. How na mara nyingi sana ukiongea mtu anaondoka kazini, na nina mifano mingi nimeitoa, kuna watu wengi wameondoka kazini hata kabla hawajapata kazi kwa sababu ya kuwa kwenye toxic environment ambayo imetengenezwa na kiongozi. That is sad. Lakini na mimi sasa hivi viongozi wakishasoma hichi kitabu, wakasoma na hichi kitabu, tutapata transformation. Yeah, kwa sababu sio kila kitu, ndio maana tunaongelea kuhusu competence, kwamba sio kila kitu ambacho ulifundishwa shule utakuja kukiapply kwenye maeneo ya kazi. Ni sawa. Na ndio maana kweli kama ulivyoongea Dr. Rhoda, kuna theories nyingi sana watu wanafundisha mashuleni. Wakifika eneo la kazi anakuwa haoni kwamba mbona sioni vitu nilivyofundishwa shule na vi-apply wapi? Ndio. Mbona watu ambao wako hapa wote wana degree kama nilivyosoma mimi, lakini they are not doing what I learned at university maybe. Kwa hiyo kuna ile real practical world ambayo ndo hii ambayo iko kwenye hivi vitabu. Of course hatusemi kwamba hivi na replace degree zenu, hapana. Degree zenu jamani zipo, sio nyewe tuna degree. Dr. Rhoda ni PhD. Mimi na masters. Degree zetu zina umuhimu na zina maana, lakini these are real life examples ambazo kwa miaka yake Dr. Rhoda miaka mingapi kazini? 24 24 years akifanya the same thing in different countries. Kwa hiyo ni vitu wameandika ambavyo vinaishi na vitaendelea kuishi. Kwa hiyo wale managers ambao mnafanya watu wenu wanaondoka, nadhani najua mpo hata hapa unavyoangalia, kuna mwingine anajitafakari kwamba mimi mwenyewe kuna mtu alishaondoka kwa sababu yangu. Read this book. Soma hivi vitabu viwili. It will make a difference in your life. Kwenye kitabu cha Unfit to Lead kuna framework ambayo mimi nimeiona kwa mara ya kwanza kwenye hichi kitabu. Na mimi nasoma vitabu. Kwa hiyo this is the first time I saw this, inaitwa the PDO Fit Framework. Ambao umeiongelea, umeintroduce wewe kwenye dunia kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tunaweza kusema ndio muasisi wa hii framework, right? Na nadhani pia naamini kwamba kama nakumbuka ndio the same title ambayo umeifanyia research kwenye PhD yako. Ni kweli. Yeah, so mtu ambaye anaisikia leo, mtu ambaye hajasoma kitabu cha Unfit to Lead, ambaye of course tutamwambia asome kwa sababu ataielewa vizuri. Ndio. Akisikia leo the PDO Fit Framework, kwa ufupi ili asome kitabu, tuambie kidogo kuhusu the PDO Framework. Okay, asante sana V.
So ni kweli hii PDO framework, PDO Fit framework ni framework ambayo nimeifanyia research na ndio nimekuja nayo, na ni kweli mimi ni muasisi wa hii framework. That is wonderful. Yeah, na ndio iliyonipatia PhD actually. Wow. Yeah. So kwa kirefu chake PDO ni Personal Donor Organization Fit. Hii donor inaweza ikawa replaced na investors or stakeholders kwa profit organization, kwa sababu research yangu ilikuwa kwa international non-profit organizations. Na specific on competence criteria for senior leaders selection. So nitaelezea moja moja. Person ina represent people, kwenye mtu. Unaona? Kwa hiyo na kunatakiwa kuwe na alignment between people, donors and organization. Kwa hiyo katika kuselect lazima kuwe kuna compatibility. Hao watu watatu between people, donors na organization. Donors unaweza ukaireplace ukaweka investors au stakeholders. Lakini mara nyingi sana kwenye framework za zamani ambazo zipo mpaka sasa hivi na mimi pia nimezitumia, kuna personal organization. Tunavyo haya mtu, tunaangalia mtu na organization. Huyu mtu anaweza akafit kwenye organization. Alafu kuna nyingine inaitwa personal job fit. Yani huyu mtu na kazi. Unachukua tu job description na mtu unampatia kazi. Unaona? Lakini mimi nikajiongeza zaidi kwamba hizo hazitoshi. Mtu na donor na organization lazima kuwe kuna compatibility. Unaona? Kuwe kuna alignment. Kuna alignment, na ndio haswa nimeongelea system. Hivi vitu vitatu kwenye kitabu changu ambacho nimesema people, power and purpose, vikiwa haviko aligned, vitu vina fail kwenye organization. Kwa hiyo person ana represent individual, donors ana represent donors in international non-profit organization or development sector, na organization inakuwa na mission zake na culture zake. Kwa hiyo hivi vitu vitatu kwenye 3 lenses lazima vi-align, na vyote ni very important. Tusimalize uhondo ili mtu asome kitabu. Sawa. So kitabu chenyewe ni Unfit to Lead. You get to learn about the PDO Fit framework. Yeah. Na inakusaidia pia kuajiri. Kwa hiyo unajua huyu mtu amealign kwenye. Kwa hiyo maana yake tunaona hichi kitabu sio kwa ajili ya kiongozi tu mwingine yoyote. HR pia, kwa sababu kwenye kuajiri hamna mtu anaajiri bila kumshirikisha HR. Ni kweli. Na sisi ndio kama tunaambiwa ni kazi yetu kuhaya na kufaya. So ni muhimu sana tusome hichi kitabu. So Dr. Rhoda, asante. Mimi personally nimepata vitu vingi sana. Nimezidi nimepanua uelewa wangu kuhusu nilivyovisoma kwenye vitabu. Sasa mtu ambaye hajasoma kitabu, hajasoma The Business of People, mtu ambaye hajasoma Unfit to Lead, ni kwa nini unadhani ni muhimu anunue hichi kitabu? Na anunue hichi kitabu, by the way, bei za vitabu, hichi kitabu kinauzwa shilingi 30,000. Ndio. Na hata mimi ninazo copy. Unaweza kuchukua kwangu kwa Tanzania. Lakini pia tutakuwekea link ya kuorder online kwa watu ambao mko nje ya Tanzania. Unfit to Lead kinauzwa shilingi 45,000. Lakini sasa hivi Dr. Rhoda ametoa offer kwa watazamaji wa hii podcast, mtanunua kwa shilingi 30,000 pia. Kwa ukituma shilingi 60,000 unapata vitabu viwili, The Business of People na Unfit to Lead. Offer inaisha mwisho wa mwezi June, end of June. Make sure you have your copies, 2 copies. So mtu kwa nini atoe 60,000 yake anunue vitabu viwili? Labda umwambie mtazamaji kwa nini unadhani ni muhimu katika shelf yako usikose hivi vitabu viwili na uvisome. Asante sana Vicky. Kwanza nikianza na The Business of People. Najua watu wengi wakisoma wanafikiri ni kitabu cha human resources tu, lakini hapana. Mtu yoyote ambaye anaongoza watu anahitaji kununua hichi kitabu. Hichi kitabu sio abstract. Hichi kitabu ni practical. Hichi kitabu kina mifano hai kwenye mazingira yetu ya Tanzania na Afrika. Na hichi kitabu kikinunua, sio tu ni kitabu kama Vicky alivyosema, huwezi kukisoma tu kakiweka pembeni. Utakuwa unaendelea kurefer, kwa mfano zile 6 steps, kwa mfano giving feedback, na kuna a lot of guidance. Kwa hiyo kwa kununua hichi kitabu kwa 30,000 tu ya Tanzania au Amazon, tutaweka link, kitakusaidia sana
kwenye kazi yako, lakini sio tu kwenye kazi yako, hata kama una biashara yako, jinsi ya kuongoza watu na jinsi ya kufuata misingi imara ya watu kukaa na wewe kazini na sio kila siku kuondoka. Lakini pia kuna guidance ambazo zitakusaidia pia hata katika social life yako. Okay. Kwa mfano, unataka kumpa mwenzio, rafiki yako, mume wako, baba yako, mama yako feedback. Unaweza ukatumia hizi 6 steps. Lakini zina apply pia kwenye maisha ya kawaida. Zina apply pia kwenye maisha ya kawaida. Unaweza pia ukatumia kiss, kick and kiss again. Inaweza ikaondoa matatizo pia mengi sana katika social life. Kwa hiyo pia hiyo ni nzuri. Lakini kwenye kitabu cha Unfit to Lead, hichi kitabu sio tu kwa viongozi, lakini hata donors, hata investors mnaonisikiliza leo. Ni kitabu kizuri sana cha kukuelewesha kwa nini kuna misalignment kwenye hizo organization, kwa sababu tu ya systems ambazo zipo au zimewekwa na njia ya kurekebisha hizi system. Kwa hiyo vitabu vyote hivi viwili vinasaidia viongozi, vinasaidia donors, investors, hata watu wenyewe jinsi ya kujua. Actually, kwa kuongezea, the business of people sio tu kwa viongozi. Hata wewe kama ni employee, nunua hichi kitabu, utajua ni jinsi gani ya kudili na HR au meneja wako. Kwa sababu inakuonyesha kabisa njia mbalimbali za kufanya hivyo. Asante sana Dr. Rhoda, kwa kweli imekuwa ni vizuri. It was such a honor and pleasure to have you here today. Yeah. Na nadhani hata mtazamaji amefurahia, ameenjoy kusikiliza na kupata madini kabla ya kununua kitabu, kwa sababu umeshapata madini ya bure kabla hujanunua kitabu. Kwa hiyo I call you guys to buy the book. Tunashukuru sana kuwa na wewe. Na naamini watanunua vitabu, lakini kabla hujaondoka, tafadhali subscribe kwenye channel yetu, like, weka comment yako hapo chini. Dr. Rhoda atakuwa pia active, atajibu baadhi ya maswali yenu kama mnayo, lakini pia share na ndugu jamaa na marafiki waweze kujifunza na sisi. This is Lumina by Victoria na hosti wako naitwa Victoria Wilson Mabuba. Karibu tena kwenye episode inayofuata.